Anasemaje? Anakuita. Anamuita nani sasa? Hebu acha masiara bwana. Kwa hiyo unaniona mimi nipo kwenye masiara? Yaani nimeenda kujitoa mwanga kule, bado narudi unaniambia niache masiara. Unavyoniangalia nipo kwenye masiara? Yaani katika vitu nachukia kwenye maisha yangu na ninajutia ni kuchepuka na wewe. Kuchepuka na mwanaume ambaye hajielewi, hajitambui, mpumbavu wa mwisho. Wakati mwingine uwe na adabu. Kwa taarifa yako, naenda kumwambia nimekuita, umekataa na bado umenipiga kibao. Hapo ndo utajua giza la kaburi likoje. Samaki barini, machozi yangu yanakwenda na Basi nisamehe, sikuwa nimekusudia. Nimeteleza tu. Basi sawa. Tangulia basi, ninakuja. Tangulia wewe. Mimi siwezi kutangulia. Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Mpaka amekwambia uje uniite mimi, ina maana yeye tayari ameshakusamehe. Kwa hiyo wewe hapo ndo tangulia, mimi nilikuwa nyuma. Umenielewa? Jukumu la kuokoa maisha, kila mtu lipo kwenye mikono yake. Sawa. Mimi sijakataa. Tangulia, mimi nakuja nyuma yako. Unaweza ukaenda, tuache wenyewe. Samahani. Mimi sikujua kama ni mke wa mtu. Aliniaminisha, akaniambia kuwa anaishi mwenyewe. Sasa mimi nikamwamini. Ndio mkaje. Lakini kwa Mungu kitu chochote. Ndio chochote kwa nakuomba brother, usinipe adhabu yoyote. Mbona tumeruhusu niende? Nina familia. Na baba, mama, na mtoto na mke pia. Kwa hiyo naomba unisamehe. Kwa nini wewe mjinga kiasi hicho? Wewe mtu wa wapi unaenda kwenye nyumba ya mwanamke? Tena nyumba kama hii? Anakuambia anaishi peke yake na unakubali. Leo nakuua leo. Usiwe kwa zake mtu. Mimi nakwambia mimi sikuwa najua kama ni mke wa mtu. Yaani mimi aliniambia kwamba anaishi mwenyewe. Nakuomba usiniue kwa sababu ziko nyingine kwa sababu yote hata kama sababu mkuta. Usiniue. Bora tafuta na sisi. Anaishi mwenyewe. Tafadhali usiniue. Lazima Shemeji,
Sawa, tunakuja. Nyanyuka ukapate chakula. Nyanyuka ukapate chakula. Jonah. Wewe vipi bwana huyu? Umepata nafasi ya kipekee sana katika maisha yako. Kula ushibe kabla sijakufanyia kitu kibaya. Mimi nimeshakula. Ndio maana nashindwa kuendelea kula. Brother. Tafadhali naomba unisamehe. Mimi sijui kama ni mke wa mtu. Nisamehe brother. Wewe mjinga nini? Yaani kukuta nyumbani kwangu na mke wangu tena kwenye chumba changu hata kula nikubembeleze? Kumbuka sijakupiga hata bao hata moja. Na sijashika hata nguo yako. Hata kula nikubembeleze? Takuua wewe. Nakula. Kwani kuniambia kama shemeji yako amerudi lakini Nancy jamani? Hii? Hasa kwani mimi nilijua? Kwani muda wa kurudi shemeji nyumbani si unajulikana? Mimi nilikuwa nimelala. Natoka hivi niende jikoni pale kwenye friji. Namuona sebuleni. Aise, nilishtuka. Yaani kama nimetupwa chini kutoka juu pale gorofani Bungo Plaza. Ila na wao umezingua. Katika siku umezingua ni leo. Sasa sijui hata mtoto watu atamfanya nini huko jamani. Aise. Sasa wewe unamlaumu nani? Yaani unanilaumu mimi na Koko. Hivi ni mara ngapi nimekuambia swala kuleta mwanaume ndani? Kila siku nakwambia kama unataka kuchepuka, kachepukia huko magesti, kachepukia huko majumbani kwao. Ila wewe umemchukua mtoto wa watu, umemleta huko ndani leo. Sasa sikiliza dadangu.
mimi bado najipenda, tena naipenda nafsi yangu. Kesho asubuhi na mapema mimi naenda nyumbani kwa mama. Wewe baki na balaa lako, mimi siwezi dadangu, siwezi. Kwa hiyo unamaanisha kwamba unataka kwenda kumwambia mama hiki kilichotokea? Baada ubaki na mimi, wewe unataka kunikimbia? Huu ni muda wa kubaki na mimi, unisaidie hata kuomba msamaha mdogo wangu. Sina maana kuwa nataka nikamwambie mama. Hayo mambo yenu mimi wala hayanihusu. Na siwezi kumwambia mama. Ni vile tunajaribu kujiokoa. Hivi Koko, umemwona mume wako alichonifanya mimi sebleni? Umeona kindumbwendumbwe alichonipigisha pale? Kisebusebu na kiloo papo kanitia mimi. Mpaka jasho limemtoka. Dadangu, mimi bado najipenda. Tena najipenda sana. Acha nikuache na mume wako dadangu. Siwezi mimi. Siku nitakuja kupigwa moja tu kwa ajili yako. Basi tuondoke wote. Naomba usiniache peke yangu. Nimekuzoea mamangu. Nancy, nimekuzoea mwenzio. Na kuahidi sintarudia. Haitakai jitokeze tena na hapa. Sintarudia kabisa mdogo wangu. Kitu ambacho naomba tu ni wewe kwenda kunisaidia kuomba msamaha kwa shemeji yako. Nisaidie hilo tu mamangu. Unaitwa nani? Naitwa Chandi. Unataka nikufanye nini? Unamaanisha nini? Jichagulie adhabu yote kabla ya kumaliza chakula hicho. Bro, naomba nisamehe. Mimi na familia. Na hapa mbele yako siwezi kurudia tena. Yaani nitakuwa ni balozi mzuri kwa vijana wenzangu. Hasa wale ambao wanapenda kwenda nyumbani kwa nani. Nitaanza kwa sababu na kingine sio kwa kweli mbaza. Naomba nisamehe. Sitarudia. Nitakusaidia kwa nauli. Shika. Shika. Na unaweza kaenda mbele. Tatizo moyo, ukishapenda unaamini, hata ukisalitiwa ngumu kufanya maamuzi. Mwenzangu ulipanga mazito, undole mwanzo ulipanga na mwisho zilikuwa hasira, aibu imekuwa maficho, songende wapi, maana tamzazi ameshakukana, zilikuwa hasira, aibu imekuwa maficho, iwazeke. Mama wangu, najua kuwa sina thamani tena mbele yako. Najua kwamba nimekukosea na sistahili kusamehewa, lakini hakuna mwanadamu aliyekamilika hapa duniani. Naomba unisamehe.
naomba nijibu basi. Nipe adhabu yoyote ambayo naona kwamba itanifaa. Nipo tayari kupokea kifungo chochote kwa kosa nilokufanyia. Nijibu basi kuliko kunikalia kimya. Sasa unamaanisha nini hutaki kunijibu lolote? Nijibu basi kuliko kunikalia kimya. Unaniweka kwenye wakati gani unavyokaa hivyo kimya? Kama unitaki niambie basi kuliko kukaa hivyo kimya. Sasa atakuwa na maana gani kukukalia kimya usiku kucha dada? Au kuna kitu atakuwa na kiwaza? Hilo swali limekosa majibu. Nimewaza usiku mzima, sijalala hata kidogo. Sina amani mdogo wangu. Nachoomba tu niwe kwenda kuniombea msamaha kwa shemeji yangu. Kwa jinsi alivyo nashindwa kabisa hata kumsogelea. But I'm here for you. Thanks for your help. Bwana Msela, kweli we ni mtu mwenye bahati sana. Yaani anakukuta kwenye chumba chake, kwenye kitanda chake na mke wake, halafu anakusamehe. Na isitoshe anakupa na chakula na anakupa na nauli ya kuondoka. We ni mtu mwenye bahati sana. Hata mimi nashangaa kwa kweli. Nahisi niko kwenye ndoto. Siko katika uhalisia. Naikosa amani. Nashindwa hata kutembea mtaani. Ila na wasiwasi na kitu kimoja. Sio rahisi kukuacha kwa staili hiyo. Unamaanisha? Chakula ulichopewa kitakuwa kimewekewa sumu. Nasema? Ngoja nikuibie siri. Sumu hizo huwa zipo. Zingine zinatumikaga kuulia viongozi wa kiserikali. Zinakuwa taratibu. Unakuja kushtuka hivi, zimetapakaa mwili mzima. Na tiba zake hakuna. Sasa unaenda wapi? Chande. Naelekea hospitali. Mbona tujamaliza mazungumzo jamani? Lakini usiende kusema si nakwambia. Ni katika ushauri tu. Lakini sio nilipata mwenyewe.